نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ali zake na masahaba zake na wale wote watakaoshikamana na mwenendo wake kwa wema mpaka siku ya malipo, tumuomba Allah subhanahu nasi atujalie kuwa miongoni mwa hao. Ndugu zangu katika imani, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anaendelea kutujalia kuwa na afya njema, kuendelea kutujalia kuwa ni wenye afya njema, bali kutupa uhai katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua kuwapa uhai, ambapo wako baadhi yetu Allah subhanahu wa ta'ala hajawafikisha wala hajawakadiria kuweza kuipata siku ya leo, ima kwa maradhi au kwa vifo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wale ni maradhi, Allah waondoshie maradhi yao, na wale ambao katika siku ya leo ikawa ndio safari yao ya kuelekea kwa Mola wao, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu. Ndugu zangu katika imani, ama nasaha za leo ambazo tutakazonasihiana ni kupitia hadithi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo anaielezea Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu. Hadithi yenyewe ina mafunzo makubwa sana. Ikiwa mimi na wewe tutakaa na tutayazingatia, au tutaizingatia hadithi hii tutakayokuja kusoma, kwa hakika ndugu zangu katika imani, sisi tunaswali, tunafanya ibada mbalimbali, ikiwemo swala, ikiwemo funga somo, ikiwemo haji, tunakwenda kuhiji na ibada mbalimbali, tunatoa sadaka, tunatoa zaka, tufanya ibada mbalimbali. Lakini ndugu zangu katika imani, hizi ibada zote tunazozifanya, lau ikawa hatukuhifadhi kiungo kimoja tu ambacho mwanadamu anacho, au kiungo ambacho kila mwanadamu anacho, lau tusipokihifadhi hicho kiungo, basi itakuwa ni sababu ya hivi vyote tulivyovitenda, hizi ibada zote tulizozifanya, kuweza kuharibika au kutonufaika nazo. Ndugu zangu katika imani, sisi sote mashahidi, tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tulikuwa tuna swali sana, ikiwa ni mwezi wa kukithirisha ibada, tulikuwa tukiswali sana, tunaacha usingizi wetu,
tunakuja msikitini, tunatumia muda mrefu msikitini, lakini achilia mbali hivyo, mchana wake tulikuwa tukifunga, chakula tunakiona, vinywaji tunaviona, vile vitu vya halali ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhalalishia tunaviona, lakini kwa sababu ya funga, kwa sababu ya kufunga kwetu, ikawa si halali kuviendea, si halali kuviendea. Mke wako ulikuwa unamuona, lakini hutaki kumgusa. Chakula ulikuwa nacho na saa nyingine kiko pembeni mwako, lakini hutakiwi kukila kwa sababu ya utukufu wa mwezi wa Ramadhani na kwa sababu ya funga ambayo umefunga. Sasa ndugu zangu katika imani, tumeshuhudia kwamba tumefunga muda mrefu, siku 30, tumefanya ibada, ni usiku yake, alafu siku ya Kiyama itokee eti kwa sababu ya kutohifadhi hichi kiungo kimoja ambacho Allah subhanahu wa ta'ala katupa, ikawa ni sababu ya hivi vyote kuvikosa. Malipo ya haya yote tuliyoyafanya tukawa ni wenye kuyakosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni hasara kubwa sana hiyo. Ndugu zangu katika imani, ulimi kwa macho yetu ya kawaida tukikiangalia au tukiuangalia, ulimi ni kiungo kidogo, lakini ni kiungo ambacho kinafanya makubwa sana, kiasi ya kwamba kina uwezo mkubwa wa zile ibada zetu tulizokuwa tukizifanya katika mwezi wa Ramadhani na miezi mingine, swala zetu tulizokuwa tukiziswali katika Ramadhani na miezi mingine, zikaweza kuharibiwa na hichi kiungo, ikiwa tutakuwa hatujakidhibiti hichi kiungo. Sasa hebu tusikilize hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kwa sahaba wake Muadh ibn Jabal. Muadh ibn Jabal anasema, kunna yawman fi safar ma'a ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, anasema tulikuwepo siku moja tunasafiri pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa asbahtu yawman qariban minhu, siku moja asubuhi nikapata bahati ya kuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam, nikapata bahati ya kuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bahati ile akaitumia, akaona mimi niko na mtu mtukufu, acha nimtumie huyo mtu mtukufu katika kuyafahamu yale mambo ya dini yangu. Muadh ibn Jabal alipokuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema Muadh kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, dulluni bi'amalin yudkhiluni aljannata wa yubaiduni 'anil nar. Ya Rasulullah, nimepata bahati ya kuwa karibu na wewe, hebu nakuomba ya Rasulullah, nioneshe na unijulishe bi'amalin, matendo ambayo yudkhiluni aljannata, itakuwa ni sababu ya mimi kuingia katika pepo ya Allah, wa yubaiduni 'anil nar, na itakuwa ni sababu ya mimi kuwekwa mbali na moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Muadh, ya Muadh, wataka nikujulishe matendo ya kukupeleka peponi na ya kukuepusha na moto? Nisikilize kwa makini. Akamwambia, ta'budullaha la tushriku bihi shay'a, jambo la kwanza ninalokuamrisha au tendo la kwanza ninalokuambia ambalo litakuwa sababu ya wewe kuingia peponi, ta'budullaha la tushriku bihi shay'a, muabudu Allah na usimshirikishe na chochote. Muabudu Allah maisha yako yote, uhai wako wote, dumu katika kumwabudu Allah, na wala isitokee hata siku moja ukamshirikisha Allah kwa zito lolote lililokupata.
usije ukaelekea kwa washirikina ukamshirikisha Allah. Kwa hiyo amali ya kwanza naambia muabudu Allah, usimshirikishe na chochote. Kisha akamwambia watuqima as-sala, na usimamishe swala. Kusimamisha swala maana yake kudumu na swala, sio swala za viraka, sio swala za viraka. Udumu na swala sio swala za viraka, kwamba baadhi ya vipindi unaswali vingine huswali, huko si kusimamisha swala. Akamwambia ibada ya pili itakayokupeleka katika pepo ni wewe usimamishe swala, udumishe swala, sio uswali swala za viraka, kwamba unajisikia swala hii unaswali, swala nyingine ujisikii kuswali, huko si kusimamisha swala, wala swala hiyo ya viraka haikupeleki peponi. Kwa hiyo udumishe swala. Watuti ya zaka, na utoe zaka. Ikiwa una uwezo wa kutoa zaka, utoe zaka. Ni moja ya tendo la kukupeleka peponi. Watahujja albayt, na uhiji katika nyumba. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu sahaba huyu ametaka faida kutoka kwa Mtume, akamzidishia, akamwambia ya Muadh, awala adulluka ala abwabil khair, hivyo Muadh, je, nisikujulishe tena milango ya kheri, matendo ambayo ukiyafanya yatakupatia kheri ya dunia na kheri ya kesho akhera. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia as-sawmu junna, kufunga ni ngao kwako wewe. Ikiwa ni mwenye kudumu na kufunga, ni ngao kwako wewe. Ngao kivipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake ametuelezea kwamba ni ngao kutokamana na mambo mawili. Kwanza kabisa ni ngao ya kukuepusha na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa utafunga funga ya sawa sawa. Ikiwa utafunga funga ya sawa sawa, na funga ya sawa sawa vyote Mtume sallallahu alaihi wasallam akashatuambia. Funga isiyokuwa ya sawa sawa ni hii hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man lam yada' qawla zur, yule ambaye amefunga akawa hajaacha kuzungumza uongo na kuufanyia kazi uongo, basi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya funga yake. Kwa hiyo ukifunga, ukifanya ibada ya funga, uache uongo. Ikiwa unafunga unasema uongo, hiyo funga mbele ya Allah haizingatiwi. Kwa hiyo as-sawmu junna, funga ni ngao ya kukuepusha na moto, ikiwa imekuwa na msingi huu wa kwamba wewe umeacha kuzungumza uongo. Lakini pia vile vile saumu ni ngao kutokamana na maasi. Funga ni ngao kutokamana na maasi. Wote tunakuwa mashahidi, au wote ni mashahidi. Ulipokuwepo mwezi wa Ramadhani, maasi yalipungua kwa watu wengi. Maasi yalipungua, kuonesha kwamba funga, yule mwenye kudumu na funga kisawa sawa, basi ile funga inamkataza yeye na baadhi ya mambo machafu na maasi. Achilia mbali hilo, inamkinga na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume anamwambia Muadh kwamba funga ni katika mlango wa khairi, ikiwa utauendea utapata khairi hizi, kingwe na moto, pia
pia vile vile itakuwa hiyo funga yako inakukinga na kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akamwambia tena katika ile milango ya khair, akamwambia as-sadaqatu tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u. Sadaqa ni kujulisha milango ya khair. Sadaqa, kutoa sadaqa. Kutoa sadaqa ni katika moja ya mlango wa khair. Mtume sallallahu alaihi wasallam khair yenyewe akaitaja hapo hapo, akasema as-sadaqatu tudfi'u al-khati'a. Sadaka inayazimisha na kuyaporomosha madhambi kama yudfi'u al-ma'u, kama yudfi'u al-ma'a, kama yudfi'u al-ma'u an-nar, kama ambavyo unaona moto unazimwa na maji. Sadaqa, unapotoa sadaqa basi ule mzigo wa madhambi unaporomoshwa, unazimwa kama vile unapoona moto unazimwa na maji. Lakini akamwambia jambo la tatu katika milango ya khairi, akasema wasalatu rajul, na swala ya mtu fi jawfi al-layl, anayeswali katika tinga la usiku, katika giza la usiku. Swala hii ya usiku mwenye kudumu nayo basi ameshika mlango wa khairi. Khairi yenyewe hapo hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam faqara qawlahu subhanahu wa ta'ala, akasoma kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Zinaachana mbavu zao, kwa maana ya kwamba watu wanainuka kutoka katika vitanda vyao, yad'una rabbahum, wakimwomba Mola wao, khawfan wa tamaa, katika hali ya kuhofia adhabu za Allah na katika hali ya kutumai pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbele Allah subhanahu wa ta'ala akasema fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, haijui nafsi yoyote ambayo itakuwa inadumu na sala hili la kusimama usiku na kuswali, kile ambacho kilichofichiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika yale yenye kuburudisha na macho, katika vile vyenye kuburudisha macho, kwa maana ya kwamba khairi anayoipata yule ambaye anasimama usiku, basi Allah subhanahu wa ta'ala kamwandalia vile ambavyo vitakuja kuyaburudisha macho yake. Ndugu zangu katika imani, hadithi hii ambayo anayesimulia Muadh, ambayo imejaa mambo ya khairi, zikiwemo swala, zikiwemo funga, zikiwemo sadaqa, ikiwemo kusimama usiku. Mtume sallallahu alayhi wasallam mwishoni mwa hadithi hii, ni hadithi ndefu, lakini mwishoni mwa hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Muadh, awala ukhbiruka, hivi nisikukhabarishe bimalaki dhalika kullihi, kitu ambacho kitaweza kuvimiliki vitu hivi visiweze kuharibika, vitu hivi visiweze kuporomoka, vitu hivi ili vije viweze kukunufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, nisikujulishe kitu hicho ambacho kitaweza kuvimiliki vyote hivi? Akamwambia kuffa alayka hadha, akatoa ulimi wake Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ya Muadh, kuffa alayka hadha, akaashiria ulimi wake Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwashiria Muadh, akimwambia zuia ulimi wako, zuia ulimi wako. Ukitaka wewe kunufaika na swala zako, ukitaka kunufaika na funga zako, ukitaka kunufaika
kunufaika na sadaka zako, ukitaka kunufaika na swala zako za usiku, kufa alayka hadha, zuia ulimi wako kuonesha kwamba, ndugu zangu katika imani, hakuna kitu kinachoweza kuharibu matendo yetu kama ulimi. Ikiwa hatutauzuia ulimi wetu, Muadhi akashangaa sana. Muadhi sahaba wa Mtume akashangaa, akamuuliza Mtume, hivi sisi tutakuja kuadhibiwa kwa yale tunayoyazungumza? Yaani mimi nimekaa labda namsema ndugu yangu kwa mambo yake, au nimekaa namsingizia mtu mambo hajafanya, hivi haya mambo yanaweza kwenda yakanisababisha mimi nikaenda kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Ambia Muadh, thaqilatka akukosi mama yako. Hayakuwa na maana haya maneno, lakini alikuwa anamshangaa. Hata wewe Muadh hujui. Akamwambia, wa hal yakubbu an-nas ala manakhirihim au ala wujuhihim illa hasaid al-sinatihim. Ya Muadh, siku ya kiyama watu watakuja kutembea miguu juu kichwa chini. Siku ya kiyama watu watakuja kutembea miguu juu kichwa chini. Haijalishi uliswali, ulifunga, ulitoa sadaka, illa hasaidu alsinati, isipokuwa machumo ya ndimi zao yamewafanya waende motoni. Swala zao na funga zao na sadaka zao zisizingatiwe kwa sababu ya machumo ya ndimi zao. Walikaa katika vijiwe wakawazungumza watu kwa aibu zao, wakawazungumza watu kwa mambo ambayo wao hawapendi yasemwe hayo mambo. Walikaa kuwasingizia watu mambo ambayo hawakuyafanya. Ndugu zangu katika imani, tuchungeni ndimi zetu. Tukitaka tukapate thawabu na zile ibada nyingi tulizofanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na funga, tuzuieni ulimi wetu, tuzichungeni ndimi zetu hizi. Tuchungeni yale tunayoyazungumza. Zungumza yanayokuhusu, usizungumze kisichokuhusu, kitakuja kukuangamiza siku ya kiyama. Ndio hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Muadh, wa hal yakubbu an-nasu ala manakhirihim, watu watakuja kuburuzwa miguu juu kichwa chini. Yani watatembelea pua zao, watatembelea nyuso zao. Sababu ni nini? Hasaidu alsinatihim, kwa sababu ya machumo ya ndimi zao. Ndugu zangu, tuzichungeni swala zetu tukapate malipo kwa Allah. Tuchungeni funga zetu tukapate malipo kwa Allah kwa kuzuia ndimi zetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala